Hii story inaanzia kwenye kijiji kimoja kilichozungukwa na mashamba ya mahindi ambako aliishi msichana mmoja aitwaye Sandra. Huyu Sandra alikuwa na umri wa miaka 16 tu, ila alikuwa mnyenyekevu na mwenye ndoto kubwa ya kuja kuwa daktari hapo baadaye. Lakini nyuma ya tabasamu la Sandra kulikuwa kuna maisha magumu sana. Kwanza baba yake alikuwa ni mlevi na kila mzee alivyorudi nyumbani usiku kwa kina Sandra kulisikika kelele za vilio. Mama yake Sandra alifanya kazi za vibarua ili tu watoto wapate chakula. Yaani mzee alikuwa atoi chochote pale nyumbani kwa kina Sandra. Na mara nyingi Sandra alitembea kilomita 7 kwenda shule akiwa na viatu vilivyochanika. Damn. Lakini walimu walimpenda kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi anayefanya vizuri darasani na mara nyingi kwenye mitihani alikuwa anashika namba 1. Kila mtu aliamini siku moja Sandra angebadilisha maisha ya familia yake. Lakini maisha yalikuwa yameandaa mtihani mkubwa kuliko vile alivyofikiria. Siku moja alipokuwa anarudi kutoka shule, jioni mvua kubwa ilianza kunyesha. Sandra alikimbilia kwenye kibanda kilichokuwa kando ya barabara akizani pengine angejistiri kwa dakika chache. Ila hakujua kwamba siku hiyo ingebadilisha maisha yake milele. Na baada ya siku kadhaa, Sandra alianza kuona mwili wake ukibadilika. Nini tena kimemkuta Sandra? Alipokwenda hospitalini kwa siri, alipewa majibu yaliyomfanya ahisi dunia imesimama. Damn. Sandra alikuwa mjamzito. Sandra alitoka hospitalini akiwa analia huku akiwa hajui aanzie wapi na atawaambia nini watu. Alitembea hadi nyumbani huku moyo ukimwambia ndoto zangu zimeisha. Lakini hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa safari ndefu ya maisha yake. Hii ni sehemu ya kwanza ya stori yetu inayomhusu Sandra. Karibu uendelee kufuatilia stori ya pili. Mimi naitwa Fungo Arnold. Subscribe kwenye OYS TV. Najua unajiuliza, je, nini kilichotokea baada ya babake Sandra kujua ukweli wote? Na je, Sandra alipataje ujauzito? Hapo patam sana. Subscribe channel yetu ya OYS TV, turn on notification ili kuendelea kupata simulizi zetu. Asante.